Jinsi ya kubadilisha maisha yako, not your situation, na wala sio watu wengine, wewe mwenyewe. Kwa sababu mwisho wa siku kila kitu unachotaka kwenye hii dunia kimeunganishwa na kitu kimoja, toleo jipya la wewe. Lakini watu wengi wanapoteza maisha yao wakijaribu kubadilisha hali zao za nje, wanajaribu kubadilisha mazingira yao, mahusiano yao, wanasahau kujibadilisha wao wenyewe. Ndiyo maana wanaendelea kuwa stuck. Kama huwezi kujibadilisha wewe hapo kwanza, maisha yako yataendelea kurepeat. Different years, same habits, same thinking. Unaweza kubadilisha mazingira, lakini kama mindset yako haijabadilika, utapata same results kila siku. Unaweza kuanzisha biashara mpya, lakini kama hauna discipline, utaendelea kuquit kila siku. Ndiyo maana kujiboresha sio option, ni foundation ya kila kitu unachotaka. Kujiboresha haina maana kuangalia motivation video kila siku. Inamaanisha ni kufanya kile kilicho sahihi hata kama ukiwa ujisikii kufanya. Ni kuacha habits zinazonyonya energy yako na kujenga habits zinazokufanya uwe strong. Jifunze kucontrol akili yako, sio yenyewe ikucontrol wewe. Jifunze kuimprove your skill hata kama hakuna anayekusifia. Najua sio rahisi, lakini unajua nini? Hatua ndogo utakayochukua leo ina uwezo mkubwa wa kubadilisha maisha yako. Na leo nitakupa sababu 8 zitakazo kusaidia kurenew wewe mpya na kujiboresha kabisa. Namba 1, jifunze kuwajibika na maisha yako, kwa sababu kama hutoweza kuwajibika na maisha yako, hautoweza kubadilika. Kama unasubiri mtu atokee somewhere na kuja kushika mkono na kukwambia kwamba sasa ni wakati wako, hebu fanya hivi, unaweza ukangoja milele. Hiyo siku haitafika, kwa sababu maisha yako ni jukumu lako wewe, na unatakiwa uchukue maisha yako serious kuliko chochote kile. Kama kuna kitu ukitaki na hakina faida yoyote ile kwenye maisha yako, ni wewe mwenyewe unayeweza kuchange chochote kile. Kulaumu wengine hakutaweza kubadilisha maisha yako, bali ukiwa na hiyo mindset ndo unazidi kujiweka stuck mwenyewe. Namba 2, jifunze kucontrol your daily habits. Watu wengi wanafikiri maisha yao yatabadilika siku watakayoamka wakiwa ready, lakini maisha hayafanyi kazi hivyo. Maisha yako yatabadilika pale tu utakapoanza kufanya vitu sahihi. Hebu jiwekee hivi, kila siku lazima ujifunze new skill. Hata iweje lazima ufanye. Kwa mara ya kwanza itakuwa ngumu kwa sababu akili yako haijazoea, lakini kadri unavyoendelea kufanya, akili yako, mwili wako vinaanza kuzoea hiyo new habits. Anza kidogo, hata kama ukiwa unaogopa, na maisha yako yataanza kubadilika siku baada ya siku. Namba 3, jifunze kucontrol your environment. Watu wanasema mazingira yako na watu walio karibu na wewe wana uwezo. Mimi pia naamini hivyo, kwa sababu kuna kipindi nilikuwa karibu na marafiki zangu wawili. Wao walikuwa wanapenda sana gossiping. Nikawa naona kama ni kitu cha ajabu, lakini kadri nilivyoendelea kuwa nao, nikajikuta na mimi nimejiunga nao, hata kama ninajua wanachofanya sio sahihi. Kwa hiyo chagua cycle yako kwa makini. Achana na marafiki ambao hawana future. Mafanikio yanaambukiza, ujinga pia unaambukiza. Choose wisely. Namba 4, jifunze kurespect yourself. Watu wengi wanataka wengine wawaheshimu, lakini wasichokijua ni kwamba
kabla mwingine hajakurespect, inabidi kwanza ujirespect wewe mwenyewe. Hebu jiulize, ni mara ngapi ulijiwekea promise na ukaacha kuitimiza bila sababu yoyote? Ni mara ngapi ulifanya kitu kwa sababu ya kuwafurahisha wengine? Unaona ni kitu kidogo, lakini akili yako haijui hilo. Kila unapohairisha kufanya kitu ambacho ulichosema unafanya, unatuma ujumbe moja kwa moja kwenye akili yako kwamba maisha yangu hayana thamani yoyote, na hivyo ndivyo unavyo attract kwenye your reality. Namba 5, set boundary. Kuweka mipaka haimaanishi wewe ni mbinafsi, inamaanisha unajua maisha yako yana thamani sana kuliko chochote kile. Kuweka mipaka itakusaidia kuattract watu watakao kujenga. Hebu jiulize, ni mara ngapi ulifanya kitu kwa sababu tu wengine wapende? Ni mara ngapi ulisema ndio huku moyoni mwako ukiwa na majuto? Kuweka mipaka itakusaidia kuepukana na marafiki wasiokuwa na future. Wao wapo tu ili mradi wanaishi. Namba 6, jifunze kusema hapana. Hii naomba niseme kwa experience, kwa sababu nilikuwa people pleaser. Nilikuwapo naamini anachosema rafiki kuliko uamuzi wangu mimi mwenyewe. Nilikuwa naogopa kusema hapana. Kusema hapana kwangu nilikuwapo naona kama nitamkasirisha mtu ambaye nitakayemwambia hivyo, lakini bila kujua nilikuwa natumika kwa sababu nilikuwa kind kupita kiasi. So learn kusema hapana. Hii itakusaidia kutotumika na watu ambao wasio na maana yoyote ile kwenye maisha yako, na uta-attract watu ambao wanaokuamini na wanaokuboresha. Namba 7, jifunze kupitia makosa. Najua kwamba hakuna mtu mkamilifu katika hii dunia. Kila mtu anakosea, lakini tunatofautiana kwenye kuyapokea makosa yetu. Mimi kila ninapokosea na ninapopanga kitu kisipofanikiwa huwaga nakaa chini, lakini kwa wengine wanapokosea wanajiambia maneno kama mimi siwezi, wengine ni bora kushinda mimi nimepangiwa kuwa hivi. Lakini unapokuwa na hiyo mindset, utaendelea kutafuta mchawi wa maisha yako bila matokeo yoyote yale, kwa sababu makosa yapo na hatuwezi kuyakwepa. Tunachotakiwa ni kujifunza from it. Namba 8 na ya mwisho, mtangulize Mungu kwa kila uamuzi wako. Naona hii ndio ingekopo namba 1, lakini unajua nini? Mimi kwenye maisha yangu namweka Mungu kwanza kwa kila kitu ninachokifanya, na ndio maana najiona kwamba nina blessing, najiona kwamba maisha yangu yanasonga, kwa sababu unapomweka Mungu kwanza na yeye pia anakuweka kwanza kwenye kitu chochote kile, kwa sababu kuna wakati ndugu watakutenga, marafiki watakutenga, lakini Mwenyezi Mungu hawezi kugive up on you, hawezi kukuacha peke yako. Kama kweli una imani naye na unamwamini, lazima maisha yako yawe yamenyooka, yani yawe na direction. Kila siku unapoamka, mtangulize yeye, mweke yeye kwanza kwa kila kitu, na utaona yeye atakapokufanya maisha yako yatakopa marahisi kuliko vile unavyofikiria. Kwa leo naomba niishie hapa, lakini jua kwamba kubadilisha maisha yako hakutokei kwa kufanya big step. Kunatokea kwa kujaribu na kushindwa kila siku, hata kama hakuna anayekupigia makofi. Hivyo ndivyo unavyojiboresha na kujenga confidence yako kila siku. I love you guys. Thank you for watching.